Habari ya kufahamiana vizuri, si ndio? Lakini kabla ya kumfahamu mwingine, mwanaume kabla hajamfahamu mwanamke, na mwanamke kabla hajamfahamu mwanaume, anapaswa yeye kujifahamu kwanza. Na changamoto kubwa inaanzia hapa. Mwanaume anatakiwa ajitambue, mwanamke ajitambue. Nikijitambua mimi kama mwanaume, nitatambua aina gani ya mwanamke namhitaji kwenye maisha. Na mwanamke akijitambua, hata mkubali mwanaume yoyote tu kwa sababu amevaa suruali. Hata mkubali tu mwanaume kwa sababu ana pesa. Hata mkubali tu mwanaume kwa sababu ana jina fulani. Lakini atajua uwezo wake yeye, tabia yake yeye, na namna yeye Mungu alivyomuumba anamhitaji mwanaume wa aina gani ili aweze kuwa msaidizi kweli kwenye maisha ya huyu mwanaume. Unanielewa eh? Yeah. Kwa hiyo na kwenye introduction yetu tunaongezea jambo la pili la msingi sana. Kwamba ndoa ina vitu vitatu vya msingi sana. Ndio. Jambo la kwanza kwa leo nitaka nizungumzie wajibu. Anayeingia kwenye mahusiano kama ana focus kwenye ndoa, lazima ajue ndoa it's about responsibility. Kuna wajibu, wajibikaji. Ndoa nyingi zinafeli, hazina mwelekeo kwa sababu mtu aliingia kwa sababu anatamani kuwa anafanya mapenzi kila siku. Akishaingia kwenye ndoa anashtuka, tofauti. Kumbe biashara sio hii tu, kuna mambo mengi. Kwa hiyo natoa tahadhari kabisa ya kwamba wajibu lazima anayetafuta kumfahamu kwanza afahamu yeye kama mwanaume nina wajibu gani kwenye ndoa. Na mimi kama mwanamke nitabeba majukumu gani kwenye ndoa. Sawa sawa? Na jambo la pili awe na ufahamu kuhusiana na kitu kinaitwa uvumilivu. Au tunasema kuchukuliana. Watu wengi huwa wanasema natafuta mtu sahihi. Mimi huwa nawaambia hakikisha wewe kwanza umekuwa mtu sahihi. Kwa hiyo jitengeneze kwanza uwe sahihi, ili ukienda kwenye ndoa utakutana na mtu ambaye sio sahihi. Ambaye sio perfect. Uweze kumkamilisha. Sawa. Kwa hiyo haumpati mtu mkamilifu kwenye ndoa, ila unampata mtu ambaye kwa jinsi wewe Mungu alivyokuumba una uwezo wa kumkamilisha yeye, mkakamilishana. Kwa hiyo katika ukishajua mtu mnaingia naye kwa mahusiano na ingia naye kwenye ndoa sio mtu mkamilifu, manake ana madhaifu, ana makosa na atakosea. Yaani ujue kabisa atanikosea, atanikera, ataniudhi sana tu. Kwa hiyo nijiandae kumvumilia. Tutanuniana. Yaani yote haya yatatokea. Kwa hiyo sasa ukimshangaa mwanaume kama hivyo unasema mwanamke kuna siku tu atanuna. Inawezekana wengine wenye vipaji vizuri wananuna hata mwezi, wiki. Sasa lazima ujifunze hayo kwamba nitakutana naye.